Naitwa Paul Mahui Mwesongo, manager wa Muta Farm. Karibuni tena siku nyingine. Tuko shamba Muta Farm. Nilitangulia kusema kwamba tuliwamiss kidogo, tuliwamiss kwa siku chache hizi, lakini Muta Farm bado tupo na tunaendelea pamoja na ufugaji wetu wa kuku wa mayai kwa maana ya layers, lakini pia nilisema kwamba tumejiongeza kama Muta Farm. Kwa sasa tumejiongeza katika kuku wa mayai ambao tunafuga layers, pia tumeongeza ufugaji wa kuku wa Kiswahili, tunasema kuku wa kienyeji. Na tunao hapa Muta Farm. Ni kuku wa kienyeji kabisa. Sio waliochanganywa kwa maana si ya Saso, si kwa maana ya Croiler, ni kuku tu wa kienyeji kabisa ambao tumewatafuta. Tumejitahidi kutafuta mbegu ambayo inaweza kuwa ni rafiki, tukajiweka hapo, tukatafuta kuku wa kutosha ambao sasa ndio tuko nao pia na ndio tunaendelea nao. Na nimetangulia kusema kwamba tulitafuta kwanza kuku mama, yani kuku ambao wanaweza kutupatia mayai. Kwa tulitafuta hao na tukatafuta pia na jogoo wazuri. Baada ya kuwapata hao tukawafuga kwa muda kidogo na baadaye tukaanza kukusanya mayai. Hayo mayai ndio ambayo tunayatumia. Tukanunua mashine, na baada ya kununua mashine sasa, baada ya kumpa kuku wa kienyeji aweze kulalia kwa siku 21, sisi tumeona kwamba tunapata hasara. Hatuwezi kumpa kuku ndani ya siku 21, tutakuwa tumepoteza siku nyingi sana. Kwa hiyo kuku wetu sisi wa kienyeji kazi yao ni kutaga tu. Wakisha maliza kutaga, tunatafuta namna za kuwatoa lile joto ili waendelee kutaga. Na baada ya hapo sisi tunachukua yale mayai tunayatia kwenye mashine ndani ya siku 21 ambazo kuku ingelalia. Sasa mashine inakwenda kutengeneza ile joto na hatimaye tunapata vifaranga ambao unawaona hapa. Kwa hiyo tunataka tutambulishe huo mradi wetu mwingine wa kuku wa kienyeji na kuendelea kuwaomba wadau wetu kutufuatilia, na hii pia nayo inawezekana. Tunasema kuku wa kienyeji wana changamoto nyingi na nini, lakini unaweza ukaamua ukafanya na ukawapa nafasi pia na uhuru. Wakawa na muda wa kukaa ndani, lakini pia wakawa na muda wakatafuta kuachilia nje ili wakote vitu vingine wadudu na kadhalika, lakini mwisho wa siku ukapata pia faida. Kama unavyoona kuku wetu ni vifaranga wa wiki moja na kidogo, yani hawafiki siku 14, kama siku 10 hivi, lakini unaweza ukaona kwamba wako na afya au hawajalelewa na mama. Tulipowatoa kwenye mashine vile vifaranga, tukaanza kuwalea kwa maana ya kutumia majiko, na baada ya hapo tukawapa chanjo ya kwanza na unaona wanaendelea vizuri. Nikutie moyo kwamba inawezekana ukiamua. Na sisi kama Muta Farm tumeamua kujiongeza. Na kwa nafasi hii na kwa namna hii na kwa mwaka huu tumejiongeza. Pamoja na kuku wa layers, pia tumeamua kufuga kuku wa kienyeji kwa ajili ya kwa maana ya chakula, kwa ajili ya mboga, lakini pia kwa ajili ya mambo mengine kaza wa kaza. Tuwashukuru sana, endeleeni kutufuatilia. Tupo nimesema wilaya ya Kilosa, kijiji cha Magole Estate au Madudu. Unaweza ukafika ukaona vile ambavyo tunafanya, na nikutie moyo na kukushauri kaza. Wewe ambaye unapenda kufuga, pambana, kaza, kuna mahali Mungu atakusaidia ukipenda na utafika kwenye level ambazo unazitaka. Mungu akubariki sana, tuwatakie majukumu yenu mema na tunawaombea, tunawapenda pia. Ciao. Habari za wakati huu ndugu wapenzi na wafuatiliaji wa Muta Farm. Leo ni siku nyingine tumekuja kwa ajili ya kuendeleza yale ambayo mara nyingi tumekuwa tukiwaonesheni kutoka hapa Muta Farm. Lengo ni kwamba ili walau uweze kupata mawili matatu na wewe kuboresha katika ufugaji wako, huku lengo mama likiwa ni kwamba tuone kwamba ufugaji tunaweza kufanya kama sehemu ya biashara zetu. Hawa ni vifaranga. Ni vifaranga ambao ukiwatazama kwa namna walivyo, afya zao na kwa namna walivyokuwa, unaweza kusema wana wiki 3. Lakini hawa ni kuku wa kienyeji ambao hawana wiki 2.
wiki 2 bado hawajafikisha, wana wiki 1 na kama na nusu tu. Hata chanjo zake tulishawapatia chanjo ya kwanza ile ya kideri pekee. Lakini the way walivyo nawiri, afya njema, performance nzuri, unaweza kusema wana wiki 3 plus. Na hii yote ni kwa sababu tunazingatia kanuni bora za uleaji wa vifaranga. Na kama mnavyoona, mifumo au vitu ambavyo ni vya msingi kabisa vya kuzingatia wakati wa kulea vifaranga, vyote tunavizingatia kama inavyotakiwa. Ukiangalia ventilation, mzunguko wa hewa, maji safi, chakula, nini, kila kitu kipo sawa. Na kupitia hivyo, hakuna uchawi zaidi ya hapo. Kwa vichache yako kuzingatia vitu hivyo, ndio matokeo haya yanayoonekana. Kwa hiyo nini cha kufanya wakati wa kulea vifaranga? Cha kwanza kabisa ni kuzingatia swala la joto, na joto inatakiwa uangalie kulingana na hali ya hewa wakati husika. Hapa vifaranga vyetu havina hata wiki 2, lakini ukiangalia hakuna jiko. Ni kwa nini? Kwa sababu hali ya hewa iliyoko nje inaruhusu wenyewe kuwa comfortable, au ni joto ambalo liko comfortable kwa wao kwa wakati huu, na ndio maana hatujaweka jiko. Lakini kitu kingine cha kuzingatia, kwa ndani ya hii brooder ambao tunaowalelea, hapatakiwi pawe kuna unyevunyevu wa aina yoyote, ambayo kwa namna moja nyingine inawezekana ni sababu ya kusababisha magonjwa. Na ndio maana ukiangalia feeder pamoja na drinkers, hizo zote zimeinuliwa juu. Hiyo yote kuondoa contamination ya chakula, lakini pia contamination kwenye maji. Kitu kingine cha kuzingatia ni swala la mzunguko wa hewa, kama ambavyo nilivyosema hapo awali, ya kwamba ukiangalia hewa inaingia na kutoka, kwa hiyo kuku wako comfortable, yani wako vizuri kabisa. Kwa hiyo kwa hayo machache na mengine mengi, na plus swala la chakula na maji safi, nadhani inaweza kuwa ni key factor ya kulea vifaranga vyako pasina changamoto zile za awali. Niseme nashukuruni tena kwa mara nyingine kwa kuzidi kutufuatilia, na kwa wewe ambaye unatutazama na hauja subscribe ili uwe karibu na familia ya Mutafarm, ili uweze kupata mazuri zaidi kama haya. Ni Hamadi Haruna Kigufa, mtaalamu kutoka Mutafarm. Kwaherini na tukutane wakati mwingine. Bye.